asubuhi kwa ajili ya kumwadhimisha Bwana na kumtukuza kwa matendo makuu ambayo amefanya, anaendelea kufanya na anafanya hata sasa. Hongera kuacha usingizi, kuacha nyumba na kusema naenda nyumbani mwa Bwana. Mungu akakumbuke sadaka yako kwa ajili ya kutupeleka mbele za Bwana asubuhi ya leo. Naomba tufungue pamoja kitabu cha Tenzi namba 155. Hapana rafiki kama Yesu. Zaburi ya 33. Zaburi ya 33. Mpigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi 10.
mwimbieni sifa, mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe, kwa maana neno la Bwana lina adili, na kazi yake huitenda kwa uaminifu. Huzipenda haki na hukumu, nchi imejaa fadhili za Bwana. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Hukusanya maji katika bahari chunguchungu, huviweka vilindi katika ghala. Nchi yote na imwogope Bwana, na wote wakao duniani na wamche. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangulia makusudi ya watu. Shauri la Bwana usilasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi kwa vizazi. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, wote aliowachagua kwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana huchungulia, watazama wanadamu wote pia. Tokea mahali pake aketipo, huangalia wote wakao duniani. Toka mahali yeye ayumbaye mioyo yao wote, huzifikiri kazi zao zote. Hapana mfalme aokoaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa aokoi kwa wingi wa nguvu. Farasi hafai kitu kwa wokovu, wala amponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake. Tazama, jicho la Bwana li kwa wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwawisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zinamgoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Maana mioyo yetu itamfurahia, kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyokungoja wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo makubwa manne. La kwanza ni jambo jema kumwabudu Bwana, na ni jambo la busara kumwimbia aliye juu sifa na utukufu, kwa maana ametenda mambo makubwa. Mtu mmoja alisema hivi: ukiona unaanza kupata shida, unalalamika, sina chakula, sina mboga, sina maisha na mambo magumu, pima mizani, weka upande wa kushoto mema Mungu aliyokutendea, upande wa kulia weka yale unalalamika. Ukiangalia hewa ya bure, ukiangalia afya, ukiangalia ulinzi, ukiangalia jua la bure, ukiangalia baraka za Mungu maishani mwako, unakuta mzani wa baraka za Mungu ni mkubwa kuliko haya madogo ambayo unayalilia. Kwa hacha kulia, mwamini Mungu kwa ajili ya wema wake na matendo yake makubwa. Amini kwamba bado anaweza kushukuru. Usiache kumshukuru, kwa maana Mungu ni mwaminifu. Lakini Mungu ni wa kuogopwa, na anapenda kuogopwa kwa sababu yeye anatisha. Ametuumba kwa ajili ya utukufu wake. Jambo la tatu, Mungu anaweza kubatilisha mashauri ya mataifa. Watu ambao wamekusudia mabaya juu yako, lakini sio mabaya tu, hata kama kuna jambo la heri unaliomba kwa Mungu, kama utamlilia Mungu, Mungu anaweza kubadilisha moyo wa mfalme, akabadilisha namna ambavyo maamuzi yanafanywa, kwa sababu dunia na vyote vikamo ndani mwake ni mali yake. Lakini la mwisho, mstari wa 19, usichoke kumngoja Bwana. Unapoanza kumkabidhi Mungu mambo yako kwenye maombi, kitu ambacho kitakufanya uweze kupokea ni subira. Na watu wengi wamekosa subira. Watu wengi wamekata tamaa. Nimeomba, sasa mchungaji, naomba unisaidie kuomba, na kuangalia usoni na kudharau. Najua mna imani hapo, unapoteza muda wako kwenye wokovu. Lakini jasiri atasema, najua Bwana atatengeneza njia, najua Bwana atafanya. Maneno yako yanaweza kuumba au kuharibu. Watu wenye hekima wanaposikia unapoongea, wanajua hamna kitu hapa, madudu. Watu wenye hekima wanaposikia unapoongea, wanajua kuna matatizo makubwa, lakini wanakukalia kimya. Jitahidi uweze kuwa ni mtu ambaye una uhakika na Mungu unayemtumainia, sio unamkisia wala sio unambibu. Kucheleweshwa kwa maombi yako sio sababu ya mtu yote mwingine, ni kwa makusudi ya Mungu kutengeneza, au kwa maana hujaomba kwa namna unapaswa kuomba. Endelea kuwa mtu wa kumlilia Mungu badala ya kumlilia mwanadamu. Kwa ufahamu huo, tutaimba pamoja wimbo najua Bwana atatengeneza njia, na baadaye twende kumshukuru Mungu kwa ajili ya
ya siku nyingine aliyotupa leo katika jina la Yesu. Rabo sekuria ikaraboshi na rabosa anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yako. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili. Asante kwa neema uliyotupa ya uhai na usiku. Tunakushukuru kwa maana usiku wote umetuzingira kwa wote, na jeshi kubwa la malaika liko pamoja nasi. Asante kwa ajili ya wema wako Bwana. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya uwepo wako Bwana. Pokea sifa, pokea utukufu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni Alfa, wewe ni Omega. Unabaki kwa Mungu usiyeshindwa. Rabo sekoria na raba, rega bakari na rabushi koria na rabasa, rega bakari na rabushi. Asante kutoka leo Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya kutukaribisha nyumbani mwako. Ndipo tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako. Wewe usiyeshindwa, wewe ambaye ni Mungu pekee. Anza nasi, maliza nasi katika jina la Yesu. Amen. Tuketi. Asubuhi ya leo somo ambalo litatuongoza kwa ajili ya ibada ya asubuhi ya leo linaitwa kwa jina sitabaki hapa nilipo. Sitabaki hapa nilipo. Unajua, tulipokuwa tunahamia eneo hili tulikuwa tunapita kwenye barabara ya vumbi toka kule mwanzo kwenye bango kule, kilomita zaidi ya 13 baada ya kuacha lami. Lakini tukaona ghafla mambo yanaanza kubadilika, wakaanza kuweka lami nusu ya umbali ule, na walipokuwa wanaweka lami nikaona kwamba itaisha. Ukipita mara wamewazuia usipite, msipite huku.
mara mnaambiwa mpite upande wa chini, mara mnaambiwa leo barabara imeziba yote, mara wamejisahau vibao vya kufunga wamefungua, vurugu nyingi, hususan wakati wa mvua. Mpendwa katika Bwana, watu wengi walisema maneno mengi, wamekula hela, wameharibu, haitaisha, haitafanikiwa. Lakini tunapopita leo, unapoona ile lami kutoka mwanzo mpaka mwisho, unajua kumbe kuna sababu ya kusubiri badala ya kuwa na kielehele. Kumbe tunahitaji kuwa na muda mwingi kama gotini tukimwangalia Mungu badala ya kuwa na haraka. Haraka haina baraka. Na hata sasa umetuzibia barabara. Kwa unawezekana moyo unalalamika kwamba kwa nini umeziba barabara. Lakini kumbe jambo Mungu alioandaa kwa sababu tumemwomba ni zuri zaidi. Kwa muomba Mungu achoki, akati tamaa. Ni mtu ambaye ana matumaini kila asubuhi. Maneno yake yamejaa munyu, akijua kwamba kuna matumaini mapya hata anapokwenda sasa. Sitabaki hapa nilipo. Mpendwa katika Bwana, mtoto mdogo anapozaliwa, tunapomwona akui, amebaki vile alivyo kadogo kadogo, tunajua ni bilikimu, au inawezekana amekosa virutubishi vya kuweza kukua. Mwanadamu ameumbwa kutaka kuongezeka kimo, kuongezeka kiakili, kuongezeka kimaarifa. Ndio maana atuishi darasa la 7, atuishi darasa la 4. Bado moyo wa mwanadamu unatamani akimaliza la 7 afike form 4, akifika form 4 afike form 6, afike chuo kikuu. Kwa moyo wa mwanadamu umeumbwa hivyo. Ndio maana Mungu hajamuumba mwanadamu akutu. Lakini katika maisha pia kuna siku unazaliwa, kuna siku unakuwa, kuna siku unaoa, kuna siku unakufa. Ingawa katika Ukristo hakuna kufa, tunajua tunabadilika kwenda katika hatua nyingine. Jua kwamba mwanadamu ameumbwa na namna ya kuweza kuona kila siku anaona mafanikio mapya. Hiyo wala sio kwamba ni maswali. Ndio maana anasema anayejua mawazo yanayowazia si mabaya, ni mawazo ya mema. Kwa Mungu anaijua DNA ya mwanadamu. Kitabu kinachotongoza asubuhi ya leo ni kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 13, ambapo tunaona baada ya kupita katika mengi, kuyaona mengi, mtumishi wa Mungu Paulo anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sasa sikiliza kwa makini. Hajasema kwamba anaweza kufanya chochote, na sio kwamba atafanya vitu vyote, ila jambo lolote ambalo moyo wake umekusudia lifanyike litafanyika, whether shetani anataka au hataki, whether watu wanalikubali au walikubali, kwa sababu anamjua Mungu ambaye anamtumainia. Lakini ukiangalia kwa nyuma ule mstari utaona anaongea kitu cha tofauti sana. Sikiza kwa makini. Kitabu cha Wafilipi sura 4:12. Mambo gani hayo? Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Najua kuwa na hela, tena najua kutokuwa na hela. Najua kuwa mzima, tena najua kuwa na ugonjwa. Najua kutokuwa na tabu, najua kuwa na tabu. Najua kupanda juu, najua kushuka chini. Katika hali zote anasema nimefundishwa kushiba, amefundishwa na kuona njaa. Anasema kuwa na vingi na kupungukiwa. Maana yake nini? Mstari wa 14 ndipo anapomalizia. 13 anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haijalishi kuna hali gani, yote unaweza. Haijalishi kuna upepo gani, yote unayaweza. Kwa nini? Kwa sababu kwa Mungu yote yanawezekana. Natamani asubuhi ya leo Mungu wa yote yanawezekana akutoe pale ulipo kwenda kwenye hatua nyingine ya utukufu. Usidhalau maombi. Nilikwambia siku moja, riba sekoria ndarabaje,
Ni kwa nini Roho ananisumbua? Nilikwambia siku moja, usidharau unachokiomba. Yawezekana Mungu akakijibu leo. Je, ulimaanisha? Kwa umekuja asubuhi leo, Baba nataka kutoka hapa nilipo niende sehemu nyingine. Manake niende hatua sio sehemu nyingine pale pale. Unaweza kutoka hapa ukaenda sehemu nyingine vile vile ulivyo. No. Nataka kuwa sehemu ya hatua kubwa zaidi. Warumi 12:2 anasema badilisheni namna mnayofikiri kwa kubadilisha nia zenu. Ile nia yako ikibadilishwa, mambo mengine yote yanafuata jinsi nia yako inavyotaka. Kwa kama Mungu anaweza kujibu asubuhi leo, hebu omba kwa kumaanisha. Omba ukijua kwamba Mungu anakusikia. Unajuaje asubuhi leo? Dishi lako limekaa upande wako. Unapoiona asubuhi usidharau. Mtu mmoja katika maandiko, nitakutafutia mstari vizuri. Mtumishi wa Mungu Elisha alimwambia kwamba anataka kushinda vita. Akamwambia chukua mkuki, piga chini. Akachukua mkuki akapiga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu kaacha. Elisha akamwambia, Bwana wewe ndugu yangu, unatakiwa uendelee kupiga mpaka nikwambie basi. Sasa hivi utashinda mara tatu tu, baada hapo unapigwa. Kwa maana yako ni kwamba ukipata wasaa uliopo kuweza kuomba, omba kwa kumaanisha. Omba kwa kuwa nguvu. Omba ukijua kwamba yeye ambaye anaweza kutoa pale ulipo yupo hai. Mungu anakupa idea moja tu. Nikwambie ukweli, wala sikufichi mtumishi wa Mungu. Hakuna jambo nimewahi kuliomba Mungu asifanye. Alijaribu. Hata nikichukua vitabu vyangu leo, Bwana ni shahidi na Roho Mtakatifu ni shahidi. Hakuna jambo mwaka huu 2025 ambalo tarehe 1 mwezi wa kwanza nilikabidhi kwenye maombi kwa maana ya kumlilia Mungu kwa ajili ya hilo hajalifanya. Alipo. Ametenda zaidi nifikirivyo na niwazavyo. Natamani ujue kuja kwako asubuhi sio bure. Mungu anajibu dua na maombi. Amua kuyaweka vizuri, alafu kuwa serious kidogo, na Mungu atakamilisha alichokifanya, alichokianzisha. Tusimame. Najua Bwana anatengeneza njia kwa njia. Sema Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo ninakuomba, kabla sijamaliza maombi haya, Bwana, sababisha malaika wakapate kutembea katika maisha yao. Baba, nakuomba, kabla sijamaliza maombi haya, sababisha malaika wakapate kutembea katika maisha yangu. Bwana, ninaomba asubuhi ya leo, mfalme yoyote wa giza wa Uajemi ambaye amesimama juu akikamata hatima yangu,
kuzuia majibu ya maombi yangu leo, ewe mfalme wa Uajemi, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ondoka, achia njia, achia baraka zangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chochote kinachozuia udhihirisho wa nguvu ya Mungu katika maisha yangu, sambaratika kwa jina la Yesu, sambaratika kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninavunja, ninafunga, ninaharibu chochote kinachozuia maombi na miujiza katika maisha yangu. Out, out, out kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba chochote kilichoiba muujiza wangu, hatua yangu ya kufunguka, hatua yangu ya kufanikiwa, leo kwa jina la Yesu ninakifuta. Achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, chochote katika ulimwengu wa roho kinachozuia mvua za baraka juu ya maisha yangu, leo kwa jina la Yesu ninaamuru kizuizi cha mvua ya baraka, kamata moto, aibika kwa jina la Yesu. Bwana, ninaomba asubuhi ya leo mbingu zikafunguke kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Mbingu zikafunguke kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Chochote kilicho kizuizi juu ya maisha yangu, achia muujiza, achia njia kwa ajili ya muujiza katika jina la Yesu. Baba, ninaomba aina yoyote ya kukata tamaa, kurudi nyuma, kutokusikia amani, ninaamuru leo, funga, achia maisha yangu. Ninaomba amani ya Kristo ikadumu ndani yangu katika jina la Yesu. Ninatamka kwa moto, ninatamka kwa radi kwamba sitakufa kabla ya udhihirisho wa miujiza yangu katika jina la Yesu. Sitakufa kabla ya udhihirisho wa miujiza yangu katika jina la Yesu. Enyi vizuizi vya miujiza, enyi mnaozuia miujiza, achilia miujiza yangu. Baba, ninaomba baada ya maombi haya, chochote nilichokuomba 2025 kikapate kuachiliwa. Ongea na Mungu wako asubuhi ya leo, tamka namo kwa ajili ya Bwana. Mwambie wewe unajua muomba ni kutoka tarehe 1 mwezi wa kwanza. Leo mwambie Baba, naomba mwaka usipite, tenda muujiza kaliengozi reba siku moshi. Baba, kwa ajili ya kuacha kanisa inalitia jina lako Bwana, wewe ndio uzazi, wewe ndio ongeza nafsi. Ninaomba ukuaji wa kiroho kwenda mbele, ninaomba ukuaji wa kiroho kwa ajili ya watu kujua wewe, naomba ukuaji wa kutanuka kwa ajili ya kuongezeka idadi. Baba, niongeze kanisa, Baba niongeze utume, Baba ongeze kanisa, Baba niongeze utume katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, tuongeze, tutoe hapa tulipo, tufikishe kwenye hatua nyingine. Bwana, tuongeze, tutoe hapa tulipo, tufikishe kwenye utukufu mwingine. Damu ya Yesu nena mema kwa ajili ya maisha yetu. Onekana tena Bwana, tumechoka kukaa katika mlima huu, kuendelea kuzunguka kama vipofu. Tunaomba neema ya kupanda juu, neema ya kusonga mbele, neema ya kuona uwepo wako na baraka zako, neema ya kuona Mungu ukifanya mambo makubwa zaidi ya tufikirio na jua zako. Ramose koritarash rika bakari ndarabose remeza koria ndarabosha rika bakari ndarabosa rika bakari ndarabosa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe Roho Mtakatifu, ukajionyeshe wewe kwamba ni Bwana, ukajidhihirishe kwa matendo makubwa katika jina la Yesu. Baba, nahitaji msaada wako. Ingilia kati jambo hili, adui asishangilie bali Yesu ukaonekane, adui asifurahi bali Yesu ukadhihirike katika jina la Yesu. Asante kusikia maombi yetu. Amen. Naomba sasa uombee kwa ajili ya taifa la Tanzania. Niombee amani ya Tanzania. Mungu atakukumbuka kwa maombi ya Tanzania, atakuepuka
reva sintorosa koya. Baba, tunaliweka taifa la Tanzania mikononi mwako. Tunaiombea amani ya Tanzania, tunaombea ustawi wa Tanzania. Ukawape hekima viongozi ulioweka kwa ajili ya taifa hili, ili wakaweze kufanya kile ambacho Mungu umekusudia. Tunaomba Mungu wetu, liponye taifa la Tanzania, ukaiponye nchi hii Baba na uovu wote, ukaiponye nchi hii Baba na mabaya yote. Likumbuke taifa hili Bwana, ikumbuke nchi hii Bwana, iondolee madhabu, iondolee Bwana damu ambayo adui amekusudia kuimwaga. Ukatuponye Bwana, hekima ikatokee, maarifa ikatokee, nchi ikatupeleke kule ambako Mungu umekusudia, kule ambako Mungu umeandaa, katika jina la Yesu. Kila mkono uliokusudia kumwaga damu kwa taifa hili tunausitisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaombea washirika wa kanisa Bwana, popote pale walipo, wadogo kwa wakubwa. Bwana, ukawakumbuke, ukamkumbuke mama yule, ukamkumbuke kijana yule, ukamkumbuke baba yule. Wape uhai, wape uzima, wape ushindi. Ukawahurumie Bwana, ukawatakase Bwana, ukawasaidie kila mmoja kwa ajili ya kusimama kwenye zamu zao, ili wakatimilize kusudi, wakatimilize mpango na mapenzi yako. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, iponye nchi yetu, ukaliponye taifa hili katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa siku ya leo, tunapoianza Bwana, ukaikumbuke, ukatusaidie, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tuombe pamoja sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, penzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali utuepushe na yule mwovu. Kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote.